Tanzania imebarikiwa kuwa na majina ya wasanii walioweka historia ya kipekee katika ulimwengu wa sanaa ya vichekesho nchini, majina ambayo si rahisi kuyasahau na pindi yanapotajwa tu huibua tabasamu, kumbukumbu za vicheko na hadithi zisizosahaulika majukwaani na kwenye skrini. Miongoni mwa majina hayo ni Masele Chapombe, msanii ambaye ameigeuza sanaa ya kuigiza ulevi kuwa alama yake ya kipekee na silaha yake ya kuwachekesha Watanzania kwa miaka mingi sasa. Ukimwona jukwaani au kwenye filamu, inaweza kudhani unamtazama mlevi aliyekunywa kupita kiasi. Mwendo wake, sauti yake na namna anavyojikwaa na hata jinsi anavyozungumza, vyote vinaonekana halisi kiasi cha kumfanya mtazamaji aamini kabisa kuwa mbele yake kuna mlevi aliyepindukia. Lakini nyuma ya taswira hiyo ya ulevi kuna siri moja kubwa. Masele Chapombe hajawahi kabisa kunywa pombe yenyewe hata siku moja katika maisha yake. Huo ndio uchawi wa kipaji chake chenyewe, kipaji kilichomfanya awe mmoja wa wachekeshaji waliotengeneza utambulisho wa kipekee katika tasnia ya burudani nchini. Ni hadithi ya kijana aliyebeba ndoto ya sanaa tangu utotoni mwake, akapitia changamoto za maisha, lakini aliendelea kusimama imara mpaka kuwa mmoja wa wasanii wanaotambulika na kupendwa na mashabiki wengi, ikiwemo heshima kubwa mbele yake. Si mwingine bali ni Crispin Masele Yogelo, msanii ambaye jina lake limebaki kuwa sehemu ya historia ya vichekesho vya Tanzania. Alizaliwa tarehe 21 Mei mwaka 1980 katika mkoa wa Njombe. Ni mtoto wa tatu kati ya watoto wanne wa mzee Josephat Mkumbi Liyogelo na Bi Huruma Liyogelo. Elimu yake ya msingi aliipata katika shule ya msingi Mikocheni A, Dar es Salaam, ambako alihitimu darasa la 7 mwaka 1994. Ilipotimu mwaka 1995 akachaguliwa kujiunga na elimu ya sekondari katika shule ya Nagegere Makambako huko mkoani Njombe, na kisha akahamia katika shule sekondari Kivukoni Kigamboni, Dar es Salaam, ambapo alihitimu mwaka 1998. Mwaka 99 akachaguliwa kujiunga na elimu ya juu ya sekondari katika shule hiyo hiyo ya Kivukoni, lakini ndoto hiyo ya kuendelea na elimu haikutimia. Safari yake hiyo ikasimama papo hapo baada ya baba yake mzazi kufariki dunia, hali iliyomlazimu kuanza kupambana na maisha bado akiwa mwanafunzi. Hata hivyo, tangu akiwa mdogo, kipaji cha sanaa kilikuwa tayari kikiwaka ndani yake. Akiwa shule ya msingi, alipenda mno michezo ya kuigiza iliyokuwa ikifanyika shuleni. Alijulikana kwa uwezo wake wa kuigiza sauti za viongozi, watu maarufu na hata walimu wake darasani, jambo lililowafanya wenzake na walimu kumtambua mapema kama kijana mwenye kipaji cha kipekee. Alipofika kidato cha 3, shauku yake ya sanaa ikaongezeka zaidi. Akaanza kujiunga na vikundi vidogo vya sanaa vilivyokuwepo mtaani kwao. Mwaka 1997 alijiunga na kikundi cha sanaa cha Tumaini na kisha Kidedea, na baadaye akahamia Dar Talent Arts Group. Huko ndipo nyota yake ilipoanza kung'aa, hasa baada ya kukutana na Crescent Mhenga, mwanzilishi na aliyekuwa kiongozi wa kikundi cha sanaa cha Kaole, ambaye alivutiwa mno na aina yake ya uigizaji na kumshawishi kujiunga na kikundi cha Kaole kupitia kundi maarufu la vichekesho la Mizengwe. Mwaka 2002 Masele alijiunga rasmi na Mizengwe akiwa pamoja na rafiki yake aliyekuwa naye katika kikundi cha Dar Talent, Mkwere Original. Wawili hao waliingia kuziba nafasi iliyokuwa imeachwa wazi na msanii Max aliyekuwa akisumbuliwa na maradhi kabla ya kufariki dunia. Na hapo ndipo jina la Masele likaanza kusikika rasmi kwa wapenzi wa sanaa za maonyesho nchini. Nafasi aliyoicheza kwa mara ya kwanza ilikuwa ni ya mlevi, na uigizaji wake uliwagusa sana watazamaji. Mashabiki wake wakaanza kumuita Masele Chapombe, jina ambalo baadaye limekuwa alama yake ya kisanii. Kuanzia hapo, katika michezo mingine mingi iliyofuata, aliendelea kuigiza kama mlevi, hali iliyowafanya watu wengi kudhani kuwa hunywa pombe kabla ya kuingia kwenye seti na kuigiza. Lakini nyuma ya uigizaji huo kulikuwa na juhudi kubwa. Kabla ya kuanza kutumia rasmi uhusika wa ulevi, Masele afiti wa kina kuhusu aina mbalimbali za walevi
na namna wanavyotofautiana kulingana na aina za pombe wanazokunywa. Baada ya kujiridhisha na matokeo ya utafiti wake, alichagua aina ya ulevi ambayo ingemtambulisha kwa hadhira. Uamuzi huo ndio ulimpa umahiri mkubwa na kufanya uigizaji wake uonekane halisi sana. Baada ya muda, Masele aliamua kuachana na kikundi cha Mizengwe na kuanza kufanya kazi kama msanii huru. Ndoto yake kubwa ilikuwa ni kujikita zaidi katika filamu za vichekesho. Ameonekana katika filamu nyingi zilizopata umaarufu mkubwa, zikiwamo Tatizo ni Kiatu aliyoigiza pamoja na Mrisho Mpoto akiwa kama dereva teksi, Singo Mtambalike na John Kalage. Filamu nyingine ni Husna School akiwa na Bi Mwenda, Aisha Bokona, Jengua pamoja na mfululizo wa filamu za Inye Gwede Gwede na Inye Plus alizozicheza akiwa Vituko Show, huku akibeba utambulisho wake ule ule wa mhusika wa ulevi uliomfanya apendwe na mashabiki. Mwaka 2015 hakutosheka kuwa mwigizaji pekee, akaamua kuingia pia katika upande wa uzalishaji wa filamu, na miongoni mwa kazi alizozalisha mwenyewe ni filamu ya Bukteni na Tungi Daily. Baada ya muda mfupi alirudi tena kwenye sanaa kupitia kikundi cha Vituko Show ambacho kilikuwa kikirekodi michezo ya vichekesho na kuirusha katika kituo kimoja cha television nchini. Baadaye aliamua kuanzisha tena kikundi chake mwenyewe kiitwacho Talent Comedy Show ambacho kilifanya vizuri sokoni na kuvutia mashabiki wengi. Si hivyo tu, akiwa na kuanzisha kikundi cha vichekesho kilichojizolea umaarufu mkubwa cha The Comedy Show, jina ambalo yeye mwenyewe ndiye aliyelibuni. Hata hivyo, baada ya muda aliamua kujiengua na kuendelea na safari yake kama msanii huru. Umahiri wake katika sanaa ulimfanya apendwe na kuheshimiwa kila alikopita. Katika jiji la Dar es Salaam, eneo la Goba, wakazi wa mahali alipokuwa akiishi walimpa heshima ya kipekee kwa kuita mtaa wao Masele Street. Hii ilikuwa ishara ya upendo na thamani kubwa ya mchango wake katika burudani kwa jamii. Miongoni mwa mambo anayojivunia Masele ni kuwa chanzo cha hamasa kwa wasanii wenzake. Anasema kuwa yeye ndiye aliyewatia moyo wachekeshaji wengi wa kiume kuanza kufunga ndoa kwa sherehe kubwa kama wanavyofanya wasanii wengine. Baada ya yeye kufunga ndoa mwaka 2017, wasanii wengine wa vichekesho kama Joti, Masanja, Mpoki na wengine wengi walifuata nyayo zake. Safari ya Masele Chapombe ni simulizi ya kipaji, uvumilivu na ubunifu. Ni msanii ambaye ameweza kubadilisha mhusika mmoja tu, ule wa ulevi, na kuugeuza kuwa alama ya kipekee katika tasnia ya vichekesho nchini. Ingawa jina lake linaashiria pombe, ukweli unabaki kuwa Masele Chapombe si mlevi, bali ni mfalme wa kuigiza ulevi jukwaani na kwenye skrini.